Karibu mpenzi mtazamaji na unaofuatilia Sambika Digital. Ndani yake kuna Sina Uhakika, ni kipindi murwa kabisa ambacho kwa mara zote tumekuwa tukiangaza jicho letu la kina katika jamii na kuibua mambo mbalimbali, lakini vile vile tunatanabahisha, tunaelimisha na kukumbusha, lakini pia tunakutafakarisha juu ya mambo muhimu ya kijamii, ya kielimu na hata ya kiuchumi yanayotuhusu sisi. Na leo Sina Uhakika kama kipindi tunayo nafasi ya baba katika familia. Sina Uhakika inagusa kabisa moyo wa familia katika jamii yetu, na ni jambo ambalo tuna wote ni mashahidi kwamba nafasi ya baba ni nafasi nyeti mno katika familia, lakini ndiyo nafasi pekee ambayo inaongoza kurushiwa mishale kuliko nafasi yoyote ile katika muundo wa familia. Kuliko ni baba. Kwa hiyo tukaona sasa leo tuweze kujadili angalau kwamba nafasi ya baba ni naam. Katika dunia leo na mitandao ya kijamii imezidi kuidogosha na kuipoteza kabisa nafasi, kuikanyaga nafasi ya baba katika familia. Baba anaonekana ni kama kiumbe ambaye hajali, anaonekana ni kiumbe mkali, ni kiumbe ambaye hana mchango wowote wa kihisia katika familia. Lakini Sina Uhakika, je, huu ni mtazamo sahihi? Kama ilivyokukaribisha mwanzo, karibu tuketi pamoja kwa ajili ya kujifunza. Leo tunatazama nafasi ya baba na kisaikolojia, tunaangazia kiasi, tunaangazia pia kiimani na hata nafasi ya baba kijamii tutaiangalia. Lengo na madhumuni ni jamii iweze kupona juu ya mitizamo hasi katika nafasi ya baba. Tumrudishe baba katika nafasi yake. Kabla sijapiga hatua kwenda mbele, naomba nikupitishe katika maoni machache niliyoyakusanya katika mitandao ya kijamii mara baada ya mmoja katika watumiaji na waundaji wa maudhui katika mtandao wa TikTok kuchapisha katika akaunti yake maudhui ambayo yalikuwa ni kama muundo wa swali, yakisema kwamba hivi ukipewa nafasi ya kuandika kitabu kuhusu baba yako, je, utaandika nini katika ukurasa wako wa mwisho ama mstari wako wa mwisho wa kumalizia katika zile kurasa za kitabu chako? Swali. Mara baada tu ya kuchapisha maoni yalimiminika, zaidi ya 2000-3000 yameenda kwa muda mfupi. Hii inaonesha kwamba nafasi ya baba ni nafasi muhimu zaidi au inayojadilika zaidi katika ulimwengu wa leo. Cha bahati mbaya ni kwamba asilimia kubwa ni maoni hasi juu ya nafasi ya baba. Naomba nikupitishe kwa kunukuu. Mmoja katika ambaye ameweka maoni yake, nisingependa kuwataja majina, akasema kwamba, na nukuu, sikulaumu wewe baba yangu, ila na walaumu wauza bangi na wauza pombe, kwani ulijaribu kuniua zaidi ya mara 2, na zote bangi zilipokuisha ulikuja ukaniomba msamaha sana. Ulituacha wadogo sana, tukalelewa na babu na bibi kwa mateso, kwani ndugu zako wa kike walikuwa wana uwezo wa kifedha hadi kupelekea wazazi wako kutuona sisi kama nuksi kwenye familia. Ila sisi tumekuwa baba. Mimi binafsi nina miaka 23 na kaka na miaka 25. Nasikitika kukwambia kuwa kaka naye amedumbukia katika dimbwi lile lile la madawa ya kulevya. Anavuta bangi, anakunywa pombe, kama ilivyokuwa wewe ukifanya baba. Hii ni baada ya kukimbia mateso ya wazazi wako na kwenda mtaani, ila mimi niko mzima kabisa, napambana sana na hata natamani ni kuone baba yangu. Najua haujafa na kupenda sana. Mwisho wa kunukuu. Maoni mengine ambayo mwingine ameweza kuyaweka akisema, na nukuu, naenda haraka kidogo, kwamba natamani ningekuona hata mara moja. Nilisikia story tu kwa bibi kwamba ulikufa
kwa kuvutwa na mashine wakati unapambana ili nikue vizuri. Ila Mungu alimleta baba mpya kwenye maisha yangu, na hisi ni wewe umerudi tena. Ananipenda kama mtoto wake, na mama ana familia yenye furaha. Endelea kupumzika kwa amani, baba yangu mpenzi.